Kushinda ulimwengu. Andika kushinda ulimwengu. Naomba tufungue Biblia zetu waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa 5. Naomba tusome mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Yohana anapoandika hizi nyaraka tatu, katika hiyo waraka wa kwanza anapozungumzia habari ya kushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ili kushinda ulimwengu kuna hatua unatakiwa uanze kuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatua unatakiwa uchukue. Unapotaka kusafiri kwenda Dar es Salaam, kwenda kokote, lazima uwe na tiketi, uwe na waraka mkononi ambao unakuthibitishia kwamba wewe una mpango wa safari, unataka kusafiri, unataka kwenda mahala fulani. Kama huna utaratibu wowote wa kusafiri au kwenda sehemu yoyote, kwa kawaida hujishughulishi na kitu chochote. Yohana anapoandika maandiko haya anashughulika na watu ambao wameamua kuwa na safari ya kwenda wapi jamani? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ambao wameamua kushinda ulimwengu, kuwa kinyume na ulimwengu. Na kuna hatua ambazo mtu ambaye ameamua kuushinda ulimwengu anatakiwa kuzichukua. Hatua ya kwanza ambayo mtu ambaye ameamua kuushinda ulimwengu ambayo anatakiwa kuichukua ili aanze kuondoka na kusafiri katika kusudi lake la kuushinda ulimwengu, ni lazima aamue kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hili jambo wapendwa, katika siku za leo ni nadra sana kufanyika au wakati mwingine kutokea. Kwa nini? Kwa sababu siku za leo makanisa mengi sana, yamkini pamoja na makanisa ya Kipentekoste kama sisi, hayahubiri injili ya toba na msamaha wa dhambi. Inahubiri injili ya mafanikio, kupata, kujenga nyumba, kwenda Marekani,
kupandishwa cheo, kuwa na fedha, kuwa na magari na kadhalika. Jamani, kweli sio kweli? Hii ndio injili inayohubiriwa sasa, injili ya mafanikio. Lakini njia iliyo sahihi na ya kweli ya kwanza ambayo inatakiwa sisi watu wa Mungu tuichukue ili tuweze kuushinda ulimwengu, ni lazima sisi wenyewe kibinafsi, mtu mmoja mmoja aamue na kudhamiria kutoka moyoni mwake kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake kibinafsi. Bwana asifiwe. Na si vinginevyo. Lakini tumeondoka kwenye mstari. Maneno haya ya asubuhi ya leo yanatakiwa yatukumbushe ili turudi kwenye njia, turudi kwenye mstari. Biblia inapozungumza habari ya ulimwengu, ulimwengu ni nini? Ulimwengu ni mambo yote ambayo yapo kinyume na Mungu, kinyume na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kinyume na Yesu Kristo. Mambo gani? Chuki, suda, wivu, faraka, uongo, uzushi, uchawi na namna mambo mengine yote ambayo ni kinyume na nani jamani? Na Mungu. Jamani, huo ndio nini jamani? Ndio nini? Ndio ulimwengu. Yohana anapozungumza maneno haya, anapozungumza ulimwengu, ulimwengu ndio huo. Jamani, sasa hivi mambo, yani kila ukifungua chombo chochote kile cha habari, yani mambo tunayoyasikia, we ni shahidi. Baba ameua mtoto wake, mama amepiga bwana wake amekufa, mtoto amefanya hivi hivi, imetokea hivi. Jamani, huo ni ulimwengu. Kumbe sisi ambao tumemwamini Yesu, tunachotakiwa kukifanya ni kuushinda nini? Ulimwengu. Na kwa mujibu wa maelezo wa Yohana anapotuandikia maneno haya, yeye anamaanisha kutuambia hivi kwamba hatuwezi kuushinda ulimwengu kama ndani yetu hatutampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Huyo ndio pekee anayeweza kutusaidia sisi kuushinda nini jamani? Ulimwengu. Bwana asifiwe. Wewe shahidi. Mtu anaweza akafanya jitihada leo asivute sigara, kesho asivute sigara, kesho kutwa asivute sigara, kesho kutwa mambo yanamshinda. Anafanya jitihada, sitakunywa pombe siku ya kwanza,
ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, mambo yanamshinda. Sitasema uongo, mambo yanamshinda. Shida ni nini? Yule ambaye ana uwezo wa kuhakikisha kwamba anamwezesha kushinda hizo changamoto, dhambi hizo, huo ulimwengu jinsi ulivyo na mambo yake, hayuko ndani yake. Ukiwa pamoja na Yesu utashinda ulimwengu. Na ukishinda ulimwengu, yale yote ambayo unayahitaji kutoka kwa Mungu yote utayapata. Mpigie Yesu makofi kama unanielewa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yote ambayo tunayoyaona ambayo watu yanawashinda kuyaacha ni kwa sababu ndani ya mioyo yao hawana nani? Hawana Yesu. Jamani, shida ni Yesu. Shida sio elimu. Shida sio kwamba ni umaskini. Hizo shida zenyewe. Shida yenyewe ni kwamba ndani ya mioyo ya watu hawana Yesu, hawana Mungu aliye hai, na kwa sababu hiyo ndio kwa maana nguvu ya kuushinda ulimwengu inakuwa haipo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. 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 Ukiona mtu anaendelea kuwa mchoyo, ujue ndani yake Yesu hayupo. Fungua Yohana 16 mstari wa 33. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ya Yesu, anatuambia sisi ambao tumemwamini kwamba katika ulimwengu huu tunaoishi, ambao umetangulia kusema na umejua una mambo mengi, una adha nyingi, kuna dhuluma, unachukiwa bila sababu. Yesu anatupa neno la tumaini kwamba yeye ameshinda nini? Ulimwengu. Na kama yeye ameshinda ulimwengu, na sisi pia tutashinda nini? Nguvu ya kushinda iko ndani yetu. Usiogope. Hata kama wanakuchukia, usiogope. Hata kama wanakunenea mabaya, usiogope. Hata kama wanakutegea hila kazini na maeneo mbalimbali, usiogope. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usiogope. Hata kama kwenye ule mtaa kuna mtu anasifika sana kwamba yule akikunyoshia kidole yule hatari, hakuna lolote, usiogope. Amen. Kwa sababu aliyoko ndani yako ambaye umempokea, yeye ameshinda ulimwengu. Kwa hiyo kama ameshinda ulimwengu, pia wewe utashinda. Makofi kwa Bwana Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua wapendwa, Yesu tulio naye ni mkuu sana, ni mwenye nguvu sana, ni mwenye uweza sana, na anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haya maneno Yesu alikuwa anamwambia nani jamani? Petro.
Anamwambia, nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, na wewe utakapokuwa umesimama na kuimarika, wasaidie na ndugu zako ili wasimame waendelee kufanya vizuri. Unajua ndugu zangu, zinapotokea changamoto, viwango vinaweza vikashuka. Petro akiwa na Bwana, na alipoona Bwana amekamatwa, yuko kwenye lile behewa la kuhani mkuu, na wanapomfanyia, na yule jimbi alipowika, na ndipo Petro alipokumbuka kwamba Bwana alimwambia kwamba atamkana mara 3. Sikiliza mpendwa, pamoja na yale tunayoyapitia, pamoja na milima unayoiona, usiogope. Yesu bado yuko mkono wa kuume kwa Baba, kama Stefano alivyomuona akasema, naziona mbingu zimefunguka na ninamuona Bwana Yesu yuko mkono wa kuume kwa Baba. Na kwa ujasiri wote Stefano akasema, Baba, uwasamehe hawa, maana hawajui watendao. Sikiliza mpendwa, mpaka sasa Yesu yuko pamoja na sisi, anatuombea, yuko pamoja na sisi, akitutia nguvu, yuko pamoja na sisi kupitia Roho Mtakatifu, akitutia ujasiri, akitutia nguvu. Pamoja, kuna mazingira mengine tunapitia, tunaonewa, tunachukiwa, eti tu kwa sababu sisi ni warokole. Hili lisikutie hofu. Jua kwamba Mungu aliye hai, yeye yuko upande wetu, na neno la Mungu linatuambia kwamba, je, kama Mungu yuko upande wetu, ni nani awezaye kutufanya sisi kitu chochote? Hayupo. Na katika nguvu hii na upendo huu, hakuna awezaye kututenga na upendo wa Mungu. Hayupo. Bwana asifiwe. Ingawa taonekana tunavaa nguo zile zile kila siku, usemi wetu ni ule ule, tunakula kawaida tu, lakini nguvu ya kushinda ulimwengu iko ndani yetu, ambayo ndio Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na kwa sababu hii ndio kwa maana tunakuwa na nguvu ya kustahimili majaribu. Na ndio kwa maana Biblia inaendelea kututhibitishia kwamba sisi ni washindi, na zaidi ya kushinda katika yeye anayetutia nini jamani? Nguvu. Kwa hiyo usiogope. Bwana asifiwe. Usiogope. Lolote unalolifanya, jua kwamba unafanya pamoja na nani? Na nani? Na Mungu. Unafanya pamoja na Bwana. Fungua waraka wa kwanza wa Yohana, tusome mlango ule wa 4 na mstari wa 4. Bwana asifiwe. Umesikia maneno haya? Kwamba kumbe sisi ambao
ni watoto wadogo katika Mungu. Sisi tumeushinda nini jamani? Ulimwengu. Na sababu yetu ya kuushinda ulimwengu ni kwa sababu yule aliyeushinda ulimwengu yuko ndani yetu. Nisikilize. Kuanzia leo, kama unataka kushinda, mwachie Yesu kila eneo kwenye maisha yako, utashinda. Bwana asifiwe. Utashinda. Utamshinda yule jirani yako ambaye yuko kinyuma pamoja na wewe, utamshinda. Utamshinda yule mume wako ambaye wewe unaona kwamba hawezi kubadilika, utamshinda. Bwana asifiwe. Kwa nini nasema hivi? Unajua, ukiwa na Yesu ndani, hata kama mtu anakufanyia vitu ambavyo si sahihi, utampenda. Na mwisho wa siku, upendo wako ambao una nguvu katika Kristo Yesu utamteka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asikudanganye mtu ukwambia kwamba eti dawa ya moto ni uongo. Dawa ya moto ni moto, utaungua wewe mwenyewe. Ukitaka kushinda, zingatia sana ile andiko la waraka wa kwanza wa Yohana, huu mlango wa 4 na mstari wa 4. Bwana asifiwe. Jamani, kumbe sisi sio watu wa kawaida. Sisi tumetokana na nani jamani? Na Mungu. Na kama tumetokana na Mungu na asili yetu ni ya kimungu, ina maana kwamba sisi sio watu wa kawaida. Na kitu ambacho shetani anakifanya ni wewe kukusahaulisha usijue nafasi yako. Asubuhi ya leo naomba ujue nafasi yako katika Bwana. Wewe ni mtu mkuu sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio mtu wa kawaida. Amen. 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 Huko ndio kushinda ulimwengu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Ujumbe huu asubuhi ya leo naomba uamue kushinda ulimwengu. Na dawa ya kuushinda ulimwengu ni kuwa na nani jamani? Kuwa na Yesu. Huwezi kuishinda chuki kama utakuwa na Yesu. Huwezi kushinda uongo kama utakuwa na nani? Na Yesu. Huwezi kushinda faraka kama utakuwa na nani? Na Yesu. Na Yesu. Kwa sababu katika ulimwengu huu wanaweza kukuzushia mambo ambayo kama huna Yesu utachanganyikiwa, na unaweza kwenda kufanya vitu ambavyo
kuna watu wengine watakushangaa. Neema ya kimungu, nguvu za Mungu zitakuwa maradufu juu yetu, juu yako. Uwezeshaji utakuwa ni mkubwa, na tutaona milango ya namna mbalimbali ikifunguka katika maisha yetu, katika kanisa na katika mipango yote tuliyokuwa nayo kwa ajili ya Mungu. Mungu awabariki sana.